kurudi kwenu hivi karibuni, lakini kwa sasa hebu tusungumzie hili jambo. Katika lugha ya Kiingereza inasema kwamba creation, Genesis as a foundation. Na katika sehemu ya kwanza tunasoma kitabu cha Yohane 1 hadi mstari wa 4 katika lugha ya Kiingereza, lakini Kiswahili nitarudi kule kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Nayo Biblia inasema katika kitabu cha Yohane 1 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4 katika Anza na Bwana. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. Mpendwa, tunapoendelea kuangalia mpangilio huu ni kwamba katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo ni asili ya kiungu au ni mambo ya uwezekano? Hayo ndiyo tutakayoyajibu. Wanafalsafa mpendwa wamekuwa wakijaribu kujibu maswali matatu ya msingi wa karne nyingi. Swala la kwanza wanajaribu kujibu ni kwamba ninatoka wapi? Swali la pili ni mimi ni nani? Na swali la mwisho wanajaribu kujibu ni kwamba naelekea wapi? Hivi karibuni niliona wanasayansi wameangalia wakasema kwamba there is a possibility that there is another planet that supports life. Na hayo ndiyo tumeyaangazia katika juma hili, ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Kwa hivyo sitadumu kwa hilo sana, lakini katika masuala haya wanafalsafa wamejaribu sana kuyajibu, lakini yamewashinda. Biblia inajibu maswali hayo mpendwa katika kurasa zake za kwanza za Biblia. Hatuko hapa kwa bahati mpendwa, hatuko hapa kwa uwezekano. Tumeumbwa na Mungu kwa kusudi. Kwa hivyo ndipo Biblia ikasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo mpendwa, Biblia pia inasema nini kuhusu uwepo wa Mungu? Pia inasema kwamba juu ya uwepo wa Mungu kabla na kazi yake katika uumbaji wetu. Kwa hivyo mpendwa, uungu wote, yani Mungu pekee katika utatu, nikisema utatu, kwa hivyo unaona katika fungu hilo Mwanzo 1:26 anasema alitufanya, anasema na tumfanye mtu. Na ukiona Mwanzo hiyo 1 mstari wa kwanza na tutamatishe katika Wakolosai 1 mstari wa 6, hayo vile vile utayapata. Kwa sababu sina muda sana, ningependa kusema kwamba tunaweza kuwa na hakika kwamba Yesu ambaye alifanya ulimwengu atakamilisha kile alichokianza. Kwa hivyo ni kwamba Mungu ndiye asili ya uumbaji. Kwa hivyo hakuna uwezekano kwamba inawezekana mtu alitoka mahala fulani. Hapana, la sivyo. Ni kwamba Mungu ndiye alituumba na ndiye chanzo cha maisha yetu. Mpendwa, in the first chapters of Genesis are foundational for the rest of scripture. The major teachings or doctrines of the Bible have their source in these chapters. Here we find the nature of the Godhead working in harmony as the Father, the Son, and the Holy Spirit to create the world and all that is in it. Kwa hivyo hayo ni yale tumejifundisha kwamba Mungu ndiye aliyaumba na aliviumba vyote ambavyo tunavitazama. Kwa hivyo si uwezekano, ni uumbaji na ni asili yetu ya kiungu. Kwa hivyo tuliumbwa sote. Na ninapotamatisha ningependa nikuachilie wimbo huu, Biblia ni neno la Mungu, na ndilo pekee litatuwezesha ili tuweze kulipata kwa njia mwafaka. Hadi hapo